Kenya nasikia that Senator Nyandarua John Medhu ako arrested na serikali ya Ruto. Asongo yeye. Wewe acha nikwambie ukweli Ruto. Hadi hata akishikwa na homa, unaweza jua hiyo state house yako. Acha kumshika kumweka ndani. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Ametuzoea. Kazungu. My Lord, I wonder. First Lady anaweza overthrow serikali. Tukiwa bado kwa hiyo maneno ya First Lady, anaweza overthrow serikali kweli? Kidogo kidogo tusikia yeye ndio president. Juu huyu nasikia ni kama Asongo yeye. Mombali nanga. One time. Yani amusikii kitu kingine. Raundi hii president apishwe na kamusi. Hii mambo yenye mnaletea Biblia mchezo hii hatutaki. Na kama wewe ni mwizi wewe sema utakuwa mwizi, utakuwa naiba milioni fulani na fulani na fulani. Tukae tukijua. Sasa tukuja tuenu wa kanisa alafu baadaye ukue imbilisi. Nataka tusimame tuimbe. Pale kwetu nyimbo zetu za Kikuyu alikuwa naimba from the beginning to the end. Iko wimbo pale inaitwa Magegania. Sasa naimba pale, sisi wote tunangelia, tunamwangalia. Ngai wakwae wa Magegania. Ngai wakwae wa Magegania. Uwanja wake kaingia. Aro. Ambia huyo Monda aje huyo mchezo. Raundi patianeni kamusi bwana, mtu apishwe na kamusi, msijaribu kupeana Biblia hapo. Mtu alikuja na slogan ati yeye ni wa Yesu. Kukonvince wa mama. Norangwa. Norangwa. Malaba norangwa. Norangwa. It is the work of a pastor to preach to people and tell them that we are going to heaven. Whether people want to go, if people choose to follow him to heaven, that is just upon them. It is my work to continue and continuously remind them that William Ruto is not a good person. Hii Wakorino yote ameita pale, all of them ni watu yangu. Wamenipigia asubuhi, sema Rigiji tumeitwa pale tukachukue kitu, tupatie ruhusa. Nasema nendeni mchukue, lakini isiende chini ya 10,000. Kwa sababu kwenda kusikia uongo ni bei kali. Kwani mtasikiza uongo tu na bei ya kawaida? Sasa kufika pale watu yangu wamechengwa. Kwa gate wamekuta bahasha imewekwa. Na waambiwa wasifungue. Wakaingia ndani baada kuanza. Sasa mmoja amefungua. Akakuta ni 1000 ngapi? 3. Akanitumia message akasema hii mtu ametugonga. Sasa tuko hapa kusikiza uongo. Sasa ameenda hapo anajifanya ati anaimba mwadhani ya kosho Ngai wa Magegania nini? Ile tu kora yake. Wakwae wa Magegania. Tuna give up. Mwaka ya kesho wewe endelea kupokea, sisi tumeokopa.
Sasa Wakorino wanamwangalia. Anyway, wakachukua kila mtu 3,000. Lunch hakuna. Sasa ile pesa ya kukuja na kurudi na lunch, Wakorino wangu wameenda hasara ya 1,200. Akasema bottom up. Kwa hivyo bottom up inamaanisha alikuwa anatuinua miguu juu, pesa zimwagike achukue. Poleni. Siku ingine Wakorino, msitoke nyumbani, mupewe pesa kabla ya kuingia kwa basi. Si ndio? Ama sasa tumeelewana? So what did they tell you after you went up and you told the president na kuheshimu lakini sikuogopi? Who now? Miano, Kabogo. Well, they just expressed themselves. They said, "Oh, you don't tell the president that." I told him I will tell him because I'm the senator of this area. Who is the senator here? If you think I've said anything wrong, go pick the microphone and tell the people I've said anything wrong. They were shaking. Nobody could actually go up there. Masomo ni ile walimu ni wale. Imagine kuna nchi mtu anasimama anaongea na rais, anamwambia mimi sikuogopi. Imagine hiyo nchi ipo. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Mtu anasimama mbele ya rais face to face, wanatizamana, anamwambia rais wa nchi yake kwamba sikuogopi. Rais wa nchi. Imagine. Mama Kenya. Game over. To become a good person, to become a good leader. And you said you don't fear him. I don't fear him. Do you fear him yourself? He's the president of the republic. But do you fear him? He's your elder. Yes. You only need to respect him as an elder. Respect his office, respect him as a person, because I said actually, and I want you to review that clip, that I first respect him as the head of state. I respect him as a commander-in-chief. I respect him as a parent. His sons are my age mates. So therefore, it would be wrong for me to disrespect him. But it would be also wrong for me to fear him. Ili mtu anasimama mbele ya rais wanatizamana, anamwambia mimi sikuogopi. Hiyo ndio Kenya sasa yenyewe ambao mimi naijua kwenye katika vyombo vya habari. Mungu atuokoe. Ili nchi hii ibadilike. Kukiwa kuna mwizi ndani yetu, Mungu usione aibu kutuondolea. Sisi hatuna nguvu baba. Nchi hii ni yako. Ulituleta hapa ukatuangusha kwenye mbwa zenye meno kubwa fisi. Ewe tutoe katika haya meno Mungu. Yaani mimi tu kumwambia mteja wa Kisinia kwamba chakula kimeisha siwezi. Au ameagiza delivery kutoka Kisinia restaurant, nimwambie kwamba chakula kimeisha siwezi. Lakini mtu anaongea na rais kama anaongea swi na ndugu yake, anamwambia wewe sikuogopi. Because if I fear him, I will not be a good leader. But fear is not respect. Neither is respect fear. Na rais yupo anamsikiliza. Imagine Kenya hii. Mimi tu pale Kisinia restaurant, mteja hawezi akaja nikamwambia kwamba chakula kimeisha, lakini mtu anaweza kuongea hivyo na rais. Lakini hata kama ninakuheshimu mheshimiwa rais, jambo moja tu ujue, nakuheshimu lakini mimi sikuogopi. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Sio mbunge, sio diwani, sio mwenyekiti, rais anamwambia mimi sikuogopi. Yenye habari jamani. You guys, mimi tukuongea na mteja siwezi, wa Kisinia restaurant mkaba mmanisiti siwezi, lakini mtu anaweza. By the way, William Ruto must thank Rigathi Gachagua. By the way, William Ruto must thank Rigathi Gachagua, because on that day, and I have gotten very serious feedback, had Gachagua not told the people not to shut down the president, they would have, because they feel that now, I mean, time is over. There's nothing we are getting from this guy. I mean, not even one road. You know, I wish he came and said, these roads that the senator has raised, I have done these two, and these ones, and this is a lie. I mean, he just came and repromised. So the people are very, very, very agitated. But they respect Rigathi Gachagua. The people of this Mount Kenya region respect Rigathi Gachagua. And those who feel really, really, really angered,
They actually just left. You saw the people leaving in droves when the president was speaking, because they didn't want to shout at the president, because they had been told by their leader, everybody must keep quiet, and we listen to our leader. Sio mzuri. Hakuna. You know that Rigathi Gachagua anajenga mamonster sahi. Rais na kuheshimu lakini sikuogopi. Medu. Uogopi rais. Na amekaa hapo. You are the first person. Unaambia rais hivi kwa macho. Amekaa hapo na rais na kuheshimu lakini sikuogopi. Kwani mumeamua ni revolution, lazima aende. Yaani mmegeuza tuta ikakuwa tutajenga, tumetenga, tutafanya. Alafu mkasema ako one time. Mkamwani Sigoi. Mimi ni nani niseme? Atakaa State House. Mbali nanga. Game over. Hapana. Hii nchi naomba ihamishwe hapa duniani. Itafutiwe dunia yake. Hii nchi hatuitaki hapa duniani kwetu. Itoke tu. Hatuwezi kwa kweli. Akasema bottom up. Kwa hivyo bottom up inamaanisha alikuwa anatuinua miguu juu, pesa zimwagike achukue. Why embarrass him in public? What were you achieving? Let me say this, Jeff. I had no intent of embarrassing him. I have had no intent of embarrassing him. He's the head of state. And by the way, if I stand before the people and I remind you, Mr. President, because you see, all these people that move with the president, they already spoke on that particular platform. And had I not spoken about those roads, he would not have responded. If what you're calling embarrassment would actually unlock the development that has been promised, and the people of Nyandarua are actually saying, do not even promise us even one more shilling. Now he came and said that forget about those roads that I was talking about. I'm adding road 1, 2, 3, 4, 5. So leo kwa mitandao kumeshinda na rumors that John Metho Getungati 001 is nowhere to be found. But Karungo Thangwa amekame out na akasema the guy is safe and sound. Na akasema that NIS is just testing the waters and Kenyans patience. Na akasema Kenyans are ready. And we are ready. God damn it. Kijana yangu senator anaitwa Metho, mnamjua? Ile iko na mandevu. Akatoa list. Akamsomea barabara. Ulikuja ukatutanganya hii, ukatutanganya hii, ukatutanganya hii. Akamwambia wewe ni muongo, akachukua chupa ya maji akakunywa ingine. Ndio? Sasa Kasongo wakija hapa aangaishwe, si ndio? Wenye walikuwa wanasema tuta, wale wenye walikuwa kwa tuta wanaenda kurukwa. Sasa mtaona vituko hii Kenya. Sasa kutakuja wale walikuwa wanasema tuta, watakuja wakisema one time, kwa sababu wamerukwa, kwa sababu wameambiwa tuwapatie hiyo position ya deputy bloody broad base bread base. Mnaenda mahali tumbo inawapeleka. Haki ya mama ule raia mwenye anasimama nao watu wa tuta mwakianza kusema one time. Mnafaa mnyongwe na watu wa corruption. Nyinyi mnaweza ruka mtu na muende kwanza mumtoe kwa nyumba na mlifanye ukora na wao. Go Dubai. Yo kazura tuteze yepe mwichi. Go Dubai. Nani mbungwa kiwa